Hizi ni dalili 8 ambazo zinaonyesha hauko serious na maisha, hata kama una miaka zaidi ya 20. Inawezekana una 20, 25, 30, 35 na zaidi. Lakini kama unafanya hivi vitu 8, hauko serious na maisha. Na kumbuka, mtu asiye serious na maisha hawezi akapata mafanikio ya kifedha, ya kibiashara au mafanikio ya kazi. Dalili ya kwanza, hauna malengo ambayo yameandikwa na unayopaswa kuyatimiza ndani ya kipindi fulani. Hii inakufanya ufanye kitu chochote ambacho kinatokea mbele yako. Ukiona biashara fulani inalipa, umo. Ukiona dili fulani linalipa, umo. Ukisimliwa kitu fulani na wewe unakiamini. Ukiambiwa fanya hiki unafanya. Ukiambiwa hacha hiki unaacha, kwa sababu hauna malengo ambayo umeandika na ambayo unatimiza ndani ya muda fulani. Watu ambao wako serious wana malengo, wanajua kitu gani afanye ndani ya muda fulani. Na wasio na malengo wenyewe wanakuwa ni kama bendera fuata upepo. Namba 2, hauna akiba wala uwekezaji wowote. Wasio serious wanazidiwa hata na mchwa. Mchwa anatunza chakula kwa ajili ya kesho. Wasio serious, pesa yoyote ile ambayo wanaipata wanaitumia. Hawajawekeza hata kwenye mifuko ya pamoja. Kila siku wanasikia habari za UTT, wanasikia habari za Mwekeza, wanasikia habari za hisa, wanasikia habari za ardhi, wanasikia habari za biashara, lakini hakuna mahali popote ambako umewekeza. Kama unataka kuwa serious na maisha na uweze kufanikiwa, ni lazima pesa ambayo inaingia kwenye mfuko wako, iwe ni kwenye biashara, kazi au kitu chochote, tenga angalau 10%. Na kama kipato ni kikubwa, hata 20%, 30% na kuendelea, unaweka kwenye uwekezaji. Uwekezaji sio kujibana. Uwekezaji ni kwa ajili ya kesho. Unatengeneza kesho ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo hakikisha kwenye kila pesa ambayo unaipata, kama unataka kuwa serious na maisha na unataka kujenga maisha na vitu vyo vinaonekana, hakikisha unakuwa unatenga pesa kwa ajili ya uwekezaji. Namba 3, kama unaishi kulingana na matarajio na mitazamo ya watu. Unavaa kulingana na watu ambavyo wanasema au ambavyo jamii inataka. Unaposti kulingana na watu ambavyo wanataka ili kufurahisha watu. Unafanya maamuzi ili kufurahisha watu. Kuna watu ambao mimi nimeshangaa. Mimi unajua ninapata message nyingi, ninakutana na watu wengi. Kuna watu ambao mpaka wanaingia kwenye maisha. Yaani anafunga pingu za maisha na mtu ambaye hampendi, na mtu ambaye anajua hawezi akampa furaha kwenye maisha, lakini anafanya tu ili kufurahisha watu wengine. Huku ndani analia. Hauko serious na maisha. Jiangalie wewe, jipende, jithamini, usifanye vitu ili kufurahisha jamii. Namba 3, unashinda mtandaoni bila kujenga thamani wala kutengeneza kipato. My friend, tumeshapita huko. Sasa hivi mitandao ni sehemu ya kuuza bidhaa, ni sehemu ya kuuza ujuzi, ya kuuza kipaji, ya kuuza taaluma. Usiwe mtandaoni tu wewe unaperuzi, unacheka, unaangalia comedy, unaangalia habari za watu, unaangalia vichekesho, unaangalia trends, unafuatilia siasa. Hivyo ni vitu ambavyo watu wengi pia tunavifuatilia, hata mimi, lakini unatenga muda. Sio asubuhi mpaka jioni au unatumia masaa 5, masaa 6 na hakuna kitu chochote kile ambacho wewe unakijenga au unakipata mtandaoni zaidi ya kujifurahisha tu na kupoteza muda. Hakikisha mtandaoni unatengeneza thamani ambayo itakuletea pesa au itakufungulia kazi na kukufungulia milango mingine ya fursa. Namba 5, kama hauna ujuzi unaojenga. Kuna mtu ana miaka 20, ana miaka 25, wengine wana miaka 30 na zaidi. Hana ujuzi wowote. Yaani hakuna kitu ambacho unakijua vizuri kiasi kwamba watu wanaweza wakakuamini, wakakupa kazi au wakakupa tenda au wakakupa nafasi uisimamie. Hakuna. Tafuta ujuzi, hata kama ni ushonaji, hata kama ni kupamba, hata kama ni urembo, kuwafanyia watu makeup. Tafuta ujuzi, hata kama ni graphics, hata kama ni sponsored ads mtandaoni, elimu ya fedha, chochote kile ambacho unaweza
ukakisoma au ukajifunza au ukakifanya, jifunze hicho na uanze kutengeneza pesa. Usipoteze muda, usipoteze miaka yako ukiwa hauna ujuzi ambao unaujua. Unakuwa hauko serious na maisha, na ninakwambia utaendelea kuwa mtu wa kawaida kama hauna ujuzi ambao unaujenga sasa hivi. Namba 6, hauna nidhamu ya fedha. Wewe kila pesa ambayo inaingia ni pesa ambayo inatoka. Hakuna pesa ambayo unaiwekeza sehemu fulani. Hakuna pesa ambayo umeiwekeza kwamba labda baada ya miaka 2, baada ya miaka 5 mimi nitakuwa nina kiasi fulani cha pesa ambacho pia nitakitumia kuweza kutimiza malengo fulani. Unaingia kwenye madeni. Kila pesa ambayo inaingia ndio pesa ambayo inatoka. Maana yake hauko serious na maisha. Namba 7, huna uthubutu. Maana yake hauko serious na maisha. Yaani wewe una mipango mingi, una malengo mengi, lakini hauna uthubutu wa kuamua kuanza kufanyia kazi yale malengo. Unasema tu mimi mwaka huu ninataka nianzishe biashara. Mimi mwaka huu ninataka nianze kufanya kitu fulani. Mimi mwaka huu ninatamani niondoke hii sehemu. Mimi mwaka huu ninatamani nianzishe biashara ya pili. Lakini una mipango mingi, lakini utekelezaji ni sifuri. Watu walio serious na maisha wana uthubutu. Anachokisema anakifanya na kinaleta matokeo. Wasio na uthubutu hawako serious na maisha. Anapanga, miaka inaenda anasema nitaanza kesho. Miaka inaenda anasema nitaanza kesho, lakini hakuna kitu ambacho anakianza. Mwisho ni hauna kusudi la maisha. Yaani hakuna kitu ambacho unakisimamia. Kama hakuna kitu ambacho unakisimamia kwenye maisha, watu wengine wataleta malengo yao wakupe wewe uwasaidie kuyatimiza, huku wao wakiwa wanatimiza malengo na kufanikisha malengo kwa ukubwa zaidi. Hakikisha unakuwa na kusudi ambalo unalisimamia kwenye maisha, kwamba mimi haya maisha yangu ninataka kuwa mtu fulani, na kwa vile nataka kuwa mtu fulani, sasa hivi ninafanya kitu 1, 2, 3 ambacho kinaniwezesha niweze kufikia hii hatua ambayo ninataka kuifikia. Usiishi kama mnyama wa kufugwa ambaye yeye malengo yake yanaamliwa na yule ambaye anamiliki. Wewe hakuna ambaye anakumiliki zaidi ya Mungu. Kwa hiyo kuwa na kusudi, na Mungu hajakuleta duniani kuzulula. Mungu amekuleta duniani kwa kusudi rasmi. Hebu niambie, kwenye haya mambo 8 unajiona ukiwa ni miongoni mwa watu ambao wana malengo kwenye maisha, au unajiona ni mtu ambaye bado ni kama hauko serious na maisha? Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata videos kama hizi ambazo zitakusaidia kuweza kutimiza malengo yako kwa kasi zaidi.